mimi ataokoka. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwambie jirani yako, nitapata malisho. Hatuna dara. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi na nikuje ili wawe na uzima, kisha wawe nao nini jamani? Hebu sema uzima tele. Sema tena uzima tele. Ndio maana usimruhusu mwizi akuibie. Usimruhusu kabisa. Hebu mwambie usiruhusu mwizi yote akuibie. Usimruhusu akuibie ufahamu. Usimruhusu akuibie nafsi. Usimruhusu akuibie ujuzi wako. Kwa sababu watu wanaibia watu ufahamu. Ndio nafikiri kuibia ufahamu ni kuibiwa kwa namna gani? Maana anasema tu nakamata naita ufahamu wangu iliyoibiwa. Umeibiwaje? Sio tunawapa watu ambao wana maana ufahamu wako wanachafua. Ndio maana unapokaa na watu, angalia huyo mtu unayekaa naye. Kama ni mharibifu wa ndoa yake, kaa naye mbali. Maana mtu yote anayeharibu kwake lazima ataharibu na kwako, hata usiposema amina. Ukikaa na mtu mwenye tabia mbaya, anakuharibia wewe ufahamu wako. Unaanza kupata ufahamu nini? Mbaya. Nabisha ufahamu wangu. Na unarudishaje? Uliachiaje yeye? Mwangalia masikini yako, mwambie uliachiaje yeye? Wewe mwenyewe unapima, maana Mungu amekupa utashi. Amekupa ufahamu. Unaweza kukaa tu na mtu ukaona huyu mtu kweli ni rafiki yangu, lakini ana mapungufu mengi. Namsaidia huyu rafiki yangu, la siwezi kumsaidia. Unamwombea mwingine ambaye mwenye nguvu zaidi yako kama hauna nguvu ya kumsaidia. Lakini leo dunia inaharibiwa na watu. Kuna watu wanaharibu miji za watu wengine. Na kwa nini wasiharibu wakati miji zao wenyewe wameharibu? Mtu yote anaharibu mji wake, lazima ataharibu na wewe. Mwangalia jirani yako, mwambie usikae na mtu mharibifu. Hiyo ndio ulinzi wa ufahamu wako. Unakaa na mtu, mfumo umekaa naye kwenye familia yako, anaanza kukujengea mfumo mbaya. Unashangaa unaanza kutofautiana na ndoa na mke wako na mume wako, unaanza kutofautiana. Kumbe ni mtu anakuingizia mawazo mabaya yaliyogeuza mawazo ya tabia ambayo ulikuwa naye mwanzo. Mwambie jirani yako, usikubali kumpa mtu ufahamu wako haribu. Mshike hata kama hajaelewa, mwambie usiruhusu ufahamu wako kuharibiwa na mtu yoyote. Amesemaje? Amesemaje? Anakuja hapa anakuambia, unajua wewe ni mjinga. Unakaakaje hivyo? Nipe habari. Unaanza kwa mimi nakaaka hivi. Sasa ule mwendo wako ndio uharibifu huo. Si umwangalie jirani yako, mwambie unaelewa. Unaanza kupata tabia ambayo ulikuwa hauna. Mwaka anaanza kukuambia, mama fulani, mbona umebadilika? Mwambie wewe msee, usinisumbue. Wewe unaonaje mimi nimebadilika? Maisha tulianza hivi, tumeenda mpaka hapa. Tulikotoka hapa mpaka hapa haukuwa hivi. Unamwambia hapa niko hivyo. Kumbe tayari kuna kitu unanyonyea kwa Mungu. Unafanyaje? Kuna kitu unafanyaje? Unanyonyea kwa mtu. Sasa kila kitu kwa kadiri unaponyonyea, unazidi kupata tabia ya yule mtu. Siku zinaenda, unashangaa umebadilika. Ukawa na mfumo ambao ulikuwa hauna. Hebu mwambie jirani yako, mfuate Yesu basi. Umenielewa vizuri? Anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Mahali popote Yesu akipita, lazima uzima ipite kwenye ile. Ukiona familia yoyote Yesu
Yesu. Hebu sema tena habari ya Yesu. Si useme amina. Amen. Tena amina na Yesu. Lakini Yesu akiingia kwenye utaona neno. Utaona amani. Utaona furaha. Utaona ulinzi. Utaona afya. Si useme amina. Wala yona mwambie, je, akili yako umeruhusu iende nje au usitaka? Mwambie umewapa wageni akili zako au uko huko ndani. Yake kama nani ndani unotinono. Mawazo yako yako wapi? Uko ndani au uko nje? Uko ndani au uko nje? Unazungumza na watu ambao mawazo yao iko nje. Nini barabara wanalotipo? Na hakuna kitu kibaya baba akijenga familia ambaye ina wajenzi wengine nje. Hakuna kitu kibaya mama akijenga familia ambaye kuna watu wengine wanajenga nje. Hakuna kitu kibaya mchungaji akijenga kanisa wakati kuna wachungaji wengine wanajenga nje. Haiwezekani. Si useme amina. Lazima mjenzi awe ni huyu. Mjenzi wa kwanza ni Yesu. Mjenzi wa kwanza wa kanisa ni Yesu. Aliyepewa dhamana. Wa pili ni mchungaji ambaye Yesu anatangulia. Yeye anakaa nyuma ya Yesu ili apate vitu vya Yesu ya kuvileta ndani ya kanisa. Sema basi amina. Amen. Ndio maana tunapokuja kanisani tusome neno la Mungu. Tuombe ili mchungaji anapoleta ujumbe ndani ya kanisa akute Roho Mtakatifu anasema na wewe. Si useme amina eti. Amen. Nikishona la Roho Mtakatifu, nikishabe ndani